kufundisha kufundisha watu. Hapana. Kuna wengine ni walimu, wengine ni wanafunzi. Mnafundishwa. Na wewe unayefundishwa basi uwe makini kusikia na kuyafanyia kazi ili ufaulu. Kwa hiyo uponyaji upatikane kwenye free au upatikane kwa mposa wala kwa jima. Wala kwa mtumishi wa Mungu yoyote. Unapatikana kupitia neno la Mungu. Unapatikana kwa neno la Mungu kupitia your free. Naongea na mtu hapa. Kwa hiyo first priority ni neno, ni Mungu kupitia. Sisi kupitia. Mimi ndio free kupitia. Yaani Mungu kupitia mimi wewe unapokea majawabu yako. Sio kuna mtu anaelewa hapa? Mungu kupitia kwa jima unapokea majibu yako. Mungu kupitia Mwamposa unapokea majibu yako. Sikiliza, huwezi kupona kwa akili zako tu. Hata kama una uwezo kiasi gani, huwezi kufanikiwa kwa akili yako tu. Lazima ufike hatua uwe na msisitizo moyoni wa kutafuta neno la Mungu kwa mapana na marefu. Likae kwa wingi ndani ya kinywa chako na moyo wako. Alafu ulitendee kazi. Sio likae tu, likae na utendee kazi. Kwa maana neno la Mungu likaa kwa wingi ndani yako linaleta mwangaza. Huo mwangaza, hilo neno ndio taa yenyewe. Na ndio msingi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1. Biblia inasema hapo mwanzo. Kwa lugha ya Kinyaturu asema in the beginning. Kwa lugha ya Kinyaturu. Sio Kinyaturu, sio Kichina. Yaani hapo mwanzo. Hakuna kitu chochote. Hakuna nyumba. Hakuna magari, hauna hata wewe upo. Hata miti hamna. Hapo mwanzo. Biblia inasema palikuwa kuna nini? Na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio msingi. Yaani kila jambo katika ulimwengu unaoishi, msingi wake ni neno la Mungu pekee yake. Ni neno la Mungu, lakini uwe na imani katika hilo neno. Mwana wa Mungu hakuna kitu kibaya duniani kama una neno alafu una imani. Neno liwepo lakini imani pia iwepo. Lakini neno ni kila kitu kwa sababu neno ndio injili yenyewe. Haleluya. Kwa ukiwa na neno la Mungu afu kaliamini, maisha yako ni ndani simple. Yaani rahisi. Sasa hebu angalia kitabu cha Yohana mwenyewe msomaji. Tafadhali sikiza vizuri hapo mwanzo. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Nataka hiyo point. Anasema vyote. Kwa hiyo muulize jana kwanza una shida gani? Muulize wewe una shida gani? Kwa sababu yeye ambaye ametuweka duniani anasema vyote tunavyovitaka vilifanyika kwa huyo. Vyote. Kwa hiyo kumbe tukimpata huyu mwenye aliyefanyika vyote ndani yetu tumefanikiwa. Hebu sema washa taa. Shike kwenye hapo umewasha taa. Amechukua neno la Mungu. Weka ndani ya kibao cha moyo wako. Haleluya. Vyote vilifanyika kwa huyo. Na anamaliza kwa anasema pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo maana yake ni kwamba taa ni sawa na mwangaza. Taa maana yake ni peupe, maana yake ni kitu ambacho kiko wazi. Kwa hiyo kama una magonjwa ndani yako, ukitupa neno la Mungu litakimbiza magonjwa. Kama hiyo mkifunga ifunge nikiwa naendelea. Ifunge afu nikikwambia usome utakuwa na ifunga. Kama kuna wachawi wanakutesa kwenye familia yako, ukitupia neno la Mungu watakukimbia. Una nuksi. Acheni kuhangaika na waganga kule mtaani. Wanabandika mabango eti tunaondoa nuksi. Tunatengeneza mvuto wa mapenzi. Tunakuondolea nuksi ili ukaolewe. Wewe unaona nuksi sana. Alafu unaona chukua zile namba. Eti mganga uko wapi? Nimeona hapo sasa unaondoa nuksi. Unapigia mganga wa kienyeji. Unapigia nataka niondoe aliyekwambia una nuksi nani?